Chelsea wazee wa drama zimekuwa nyingi sana bana pale Chelsea. Kama unavyojua jana bana, Enzo Maresca ametangazwa kuwa kocha mpya ya Manchester City akichukua nafasi ya Pep Guardiola ambaye ametangaza his retirement kama akihitaji kupumzika, akiwa barozi wa Manchester City duniani. Sasa bana, jana ndo siku ambayo Enzo Maresca amekuwa unveiled as new head coach wa Manchester City. Na pale pale baada ya Manchester City kumtangaza Enzo Maresca kama kocha wao bana, wazee wa drama wakaja kati na waraka mzito. Chelsea wakadrop waraka mpya wakitupa lawama kwa Enzo Maresca kwa maamuzi aliyofanya katikati ya msimu, kuvunja mkataba kwa sababu tu waliambiwa kwamba anaweza kuwa successor wa Pep Guardiola. Malalamiko makubwa sana yametolewa na Chelsea. Tena waraka huu ukisema kwamba Chelsea na Enzo Maresca aliwaacha katika wakati mgumu sana, wakati ambao directors walishindwa wafanye nini, kwa sababu ilikuwa ni wakati ambao timu kama timu ilikuwa inapambana katika mashindano muhimu, ikiwa Champions League pamoja na ligi pamoja na Domestic Cup. Na waraka huu umelenga kwamba, wakisema kwamba Enzo Maresca alichukua maamuzi bila kuangalia timu, alichukua selfish decision, maamuzi ya ubinafsi na kuiacha timu katika wakati mgumu sana. Enzo Maresca akaamua kuondoka Chelsea bila kujali kwamba timu inapitia wakati gani. Unaona lawama nzito ambazo Chelsea wakimtupia Enzo Maresca. Kikweli mimi as a fan nimepata msuko kwamba inawezekana vipi klabu kubwa kama Chelsea inashindwa control mikataba mpaka kocha anaondoka. Tena sio tu anaondoka, kocha anatoka katikati ya mkataba bila kujali nini kinaendelea. Sasa bana, hii ni mfululizo wa Chelsea. Chelsea wamekuwa na mfululizo wa kwamba ukinikosea sikusumwachii Mungu, na luka na wewe. Chelsea ina director Enzo Maresca aliwakosea Chelsea. Alikosea Chelsea Football Club. Chelsea ni taasisi ambayo inaheshimika sana sana, ni kubwa kuliko mtu au kikundi fulani cha watu. Chelsea ni historic club, kuna watu malegend wametoka pale, beji. Hata kama Enzo Maresca alikuwa ana shida na uongozi wa timu, ila Enzo alitakiwa aheshimu Chelsea Football Club azibeji. Wamiliki wanakuja wanaondoka, alikuwepo Abramovich akaondoka, watakuja hao, kila miliki wataondoka, lakini Chelsea itaendelea kuwa pale. Huwezi kufanya mazungumzo na timu au kikundi fulani wakati bado una mkataba na ile timu. Enzo Maresca alikuwa ni mwajiliwa wa Chelsea. Kama alikuwa ni mwajiliwa, kwenda kufanya mazungumzo na Manchester City ilikuwa ni kosa ambalo ni kosa ambalo hii ni tunaita ni prejudice, hii ni sema contract breach. Una mkataba upo umesaini, unaenda kufanyia kuzunguka kuongea na watu wengine, ni kuingia contract breach, ambapo yule ni competitor. Manchester City ni competitor wa Chelsea. Kufanya mazungumzo na competitor wakati bado na mkataba ni kosa ambalo Enzo alifanya. Alishindwa kuheshimu Chelsea as a football club. Kwa hiyo there is no way tukamsahihisha hili swala bila kuongea pia kwamba Enzo amekosea Chelsea. Lakini turudi kwa upande wa Chelsea. Chelsea wewe pia sio malaika. Tuna mifano yako mingi sana ambayo umekosea aidha wachezaji, makocha, Enzo Maresca na watu. Alivyochukua kombe Club World Cup, akuongezewa kabisa mshahara as motisha kwamba bana, hii ulichokifanya. Tunajua hizi klabu unaweza ukawa upo ndani ya mkataba wa labda unapewa 2.5 kwa wiki, lakini 2.5 kwa wiki unaopewa ukawa umefanya extraordinary thing, ukiacha bonus, kuna namna mkataba wako wanakuongezea mshahara out of contract. Nakupa mfano.
Chelsea Football Club ilivyochukua ili kombe la Club World Cup Marekani, hawa sporting director wote walijiongezea mishahara wote, lakini hawakumuongezea Enzo Maresca. Wakati Enzo Maresca amechukua ili kombe la World Cup, behind the scene unaambiwa Chelsea as a football club ilikuwa imeanza kufanya mazungumzo na De Zerbi kwa ajili ya kuja kumreplace Enzo. So inawezekana Enzo alijua nini kinaendelea, akaona are you playing this game? Let me play. Kwa Chelsea pia na yenyewe kuna mambo mengi sana ilikuwa inafanya nyuma. Kuna wachezaji ambao Chelsea Enzo Maresca kuna sema wamekosea. Na ndio maana Man City wamelipa zile hela zote. Almost 16 to 20 euro million, hela nyingi sana kulipa kwa ajili ya kumcompensate, kwa sababu Enzo Maresca kama asingelipa hii hela, nafikiri sidhani kama Chelsea wangekubali Enzo awe kocha pale, maana wangemfungulia kesi na angeshtaki Manchester City, kwa sababu Enzo alibreach contract, waliingilia mkataba ambao Enzo alikuwa nao. Kwa hiyo unapovunja mkataba ni lazima ulipe compensate fee ambayo umevunja mkataba. Ina maana kimsingi ni kwamba Enzo halikuwa bado ana mkataba na Chelsea. Ina maana kulikuwa kuna namna Chelsea wangempokea Enzo kama tu Enzo haja clear yeye na Chelsea. Kwa Chelsea wamelipwa euro milioni 17 estimated mpaka milioni 20. Hela ambayo wamelipwa ni kwa sababu ya mkataba uliovunjwa na Enzo Maresca. Kingine pia mahusiano ya club. Unajua club zina mahusiano. Chelsea, Man City imelipa hii fedha pia kuweka mahusiano mazuri yeye na Chelsea. Nafikiri ni moja pia hizo. Mimi nafikiri kwa jinsi nguvu ambayo inatumika sasa hivi kwa ajili ya kumsikiliza Xabi Alonso nimependa, kwa sababu kama Xabi Alonso amesema anamtaka Granit Xhaka, timu imerespond, uongozi umerespond immediately, imeenda kwa ajili ya Xhaka, kwa sababu timu kama Chelsea nafikiri project ya wazee ishatoka. Always timu ya Chelsea wanatengeneza project for the future, na ndio maana hata ukiangalia kabla ya Xabi Alonso hakuna mtu ambaye amesajiliwa na Chelsea ambaye ana age ya kuanzia 27. Hakuna. Wengi ni 20s, early 20s, ni kwa sababu walikuwa wanaamini project. Lakini ukiona sasa hivi wanaama kwenda kumtafuta mtu ambaye ni Granit Xhaka ambaye ana miaka 63, unaona jinsi gani wanamsikiliza sasa hivi kocha. Na nafikiri Chelsea itafanya vizuri kwa sababu this time huu msimu ni msimu wa kurebuild, kurudi kwenye mashindano ya Champions League au kwenye mashindano ya Ulaya. Nafikiri ni kitu ambacho itaki-achieve kwa sababu kwanza ina mashindano machache sana ambayo ina compete. Of course ni league pamoja na domestic cup ambazo ni Carabao na FA. Lazima kuna ugumu Enzo Maresca ataupata pale ambapo atakuwa anakuja kwa ajili ya games za Chelsea. Sioni kama mashabiki wa Chelsea watamwacha salama Enzo Maresca, kwa sababu mashabiki wa Chelsea wana hasira na Enzo Maresca, hasa waraka ambao Chelsea imeutoa. Huu waraka ni mzito, kwamba you sabotage wa timu kwa sababu ya kwenda timu nyingine. Of course Manchester City ilikuwa inachukua makombe, ni timu ambayo ilikuwa ina compete for trophies and everything. Maybe ni factor ambayo ilimwattract Enzo, maybe uhusiano wake na Pep Guardiola, maybe mazingira Man City aliyaelewa, alikaa miaka ile miwili aliyokaa pale aliyazoea, maybe familia yake inapenda jiji la Manchester. Kwa hiyo kuna namna ambazo, kuna factor nyingi ambazo Enzo Maresca aliziangalia, na nafikiri kilichobakia sasa hivi ni Enzo Maresca apige kazi na Chelsea pia imove on na maisha yaendelee. Mpira ni mchezo katili sana, mara nyingi nasema mpira ni mchezo katili sana. Kuna muda unaumiza na kuna muda unatia hasira na unasikitisha zaidi. Lakini issue ya Enzo Maresca imeisha. Enzo Maresca ni kocha wa Manchester City